Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kabisa kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu. Leo ninapokuletea tafakari ya sherehe ya Utatu Mtakatifu. Na ujumbe wetu ambao nataka kutembea nao katika tafakari hii siku ya leo ya Utatu Mtakatifu, sherehe kubwa kabisa, ujumbe unasema umoja pasipo mashindano. Umoja pasipo mashindano. Kuna wakati fulani Askofu Fulton Sheen alikuwa anajaribu kumwelezea mtu maana ya Utatu Mtakatifu. Kwa hiyo alitumia mifano mingi sana. Baada ya kumaliza, yule mtu akasema, "Baba Askofu, unajua mwanzoni ulisema kwamba Utatu Mtakatifu ni fumbo, lakini umelifanya liwe rahisi sana, na sasa sio fumbo tena." Askofu Sheen akamjibu akamwambia, "Kama nimelifanya lieleweke, basi sijalielewa vizuri." Akamwambia, "Kama nimelifanya ili fumbo lieleweke, basi sijalielewa vizuri." Ndugu zangu wapendwa, ninachotaka kusema ni hiki, kwamba Utatu Mtakatifu ni fumbo. Ni fumbo. Utatu Mtakatifu ni fumbo. Fumbo hili ndugu zangu sio kitu ambacho kinaweza kueleweka kirahisi au kuwekwa kirahisi ndani ya akili zetu ambazo ni ndogo. Akili ya mwanadamu ni ndogo, haiwezi kulielewa kwa urahisi hili fumbo. Kwa hiyo huwezi kuliweka hili fumbo ndani ya akili ya mwanadamu, akili ya mwanadamu ikalielewa hapo hapo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni mkubwa sana kuliko mawazo yetu. Mungu ni mkubwa sana kuliko maneno yetu. Na unajua Mungu ni wa milele kuliko akili yetu ya kibinadamu. Lakini ndugu zangu, pamoja na kuwa fumbo, Utatu Mtakatifu sio fumbo sio fumbo la kutukatisha tamaa. Wala Utatu Mtakatifu sio fumbo la kutuchanganya, wala sio fumbo la kutuogopesha. Lakini ni fumbo la pekee sana kwa sababu ni fumbo la kutuokoa. Utatu Mtakatifu ni fumbo la upendo wa Mungu. Ni Mungu anayefungua moyo wake kwetu na kutuambia, mimi ni upendo. Sasa unajua kuna jambo ambalo tunalifanya karibu kila siku. Na mara nyingi tunalifanya hata kwa haraka sana bila hata kufikiri maana yake. Kwa mfano, tunapoamka asubuhi mara nyingi tunajibariki. Tunajibariki kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana na kwa jina la Roho Mtakatifu. Tunajibariki. Tunapoanza sala zetu, tunaanza na hiyo ishara ya msalaba. Tunapoingia kanisani, tunaingia kwa ishara hiyo. Tunajibariki na maji ya baraka. Mtu anafanya ishara ya msalaba. Au tukimaliza sala, tunamaliza kwa ishara ya msalaba. Sisi sote tulibatizwa kwa ishara hiyo. Na hata siku moja tutakapokufa, itawekwa ishara ya msalaba kwenye makaburi yetu. Mtoto mdogo wakati mwingine hata kabla hajajua kusoma anafundishwa kwanza namna ya kufanya ishara ya msalaba. Au hata mgonjwa akiwa kitandani kwa mfano, anajibariki kwa ishara ya msalaba. Mkristo akiwa katika hatari yoyote ile, anakimbilia ishara ya msalaba. Kwa nini? Kwa sababu ishara ya msalaba sio alama ya kawaida, lakini ni muhtasari mzima wa imani yetu ya Kikristo. Nakumbuka Askofu Fulton Sheen aliwahi kuzungumza akasema, tunapojibariki kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tunafanya pia ishara ya msalaba, na ndani ya ishara hiyo kuna siri kubwa kabisa ya imani yetu. Na hiyo siri ni ipi? Ni Utatu Mtakatifu. Kwa hiyo tunapoweka mikono kwenye paji la uso, tunamtaja Baba. Tunaposhusha kifuani, tunamtaja Mwana, Mwana aliyeshuka duniani kwa ajili ya wokovu wetu. Tunapogusa mabega yetu, tunamtaja Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ambaye anatuimarisha, Roho Mtakatifu ambaye anatutakasa. Na hapo ndipo tunafanya ishara ya msalaba, ishara ya upendo mkubwa wa Mungu kwa mwanadamu. Ndio maana yake. Ndugu zangu, unajua Ukristo wetu unasimama juu ya hili fumbo la Utatu Mtakatifu, kwamba fumbo la Mungu mmoja katika nafsi tatu: Mungu Baba,
Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Ukristo wetu unasimama hapo. Mnakumbuka Yesu mwenyewe kabla hajapaa mbinguni, kwenye ile Mathayo sura ya 28, aliwaambia wanafunzi wake, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza, naomba tufuatane hapo, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Yesu hakusema mkiwabatiza kwa majina ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, hapana. Alisema mkiwabatiza kwa jina na sio majina. Kwa nini? Kwa sababu Mungu sio miungu watatu, ni Mungu mmoja. Lakini ndani ya huo umoja kuna nafsi tatu za milele. Ndugu zangu, hii ni siri ambayo akili ya mwanadamu kwa kweli haiwezi kuielewa kwa haraka, kwa sababu hakuna mwanafalsafa aliyeigundua wala hakuna mwanadamu aliyebuni ili fumbo la Utatu Mtakatifu. Hakuna. Ni Mungu mwenyewe ambaye alifungua moyo wake akajifunua kwetu. Na ukweli ni huu ndugu zangu, kama Mungu asingejifunua, ngoja nirudie, sikiliza hii. Kama Mungu asingejifunua, tusingeweza kamwe kujua kwamba ndani ya Mungu kuna upendo wa milele kati ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kama asingejifunua, tusingejua. Kwa hiyo leo kanisa halisherehekei tu fundisho hili gumu la kiteolojia, hapana. Lakini kanisa linatualika kuingia ndani kabisa ya maisha ya Mungu mwenyewe. Kanisa linatualika. Kanisa linatuonyesha kwamba Mungu wetu ni Mungu wa uhusiano, Mungu wa upendo, Mungu wa umoja mkamilifu usiogawanyika kamwe. Sasa leo nataka kuzungumza mambo matatu ya muhimu sana kuhusu fumbo hili la Utatu Mtakatifu, na ni mazito kweli. Naomba tufuatane taratibu. Tufuatane taratibu. Naomba usikilize tena na kusikiliza na kusikiliza. Mtumie mwenzako aelewe, naomba mtumie rafiki yako, mtumie ndugu yako, naomba kila mtu asikilize vizuri. Jambo la kwanza, Utatu Mtakatifu ndugu zangu unatufundisha kwamba Mungu ni umoja mkamilifu. Ngoja nirudie. Utatu Mtakatifu unatufundisha kwamba Mungu ni umoja mkamilifu. Ndugu zangu, katika dunia ya leo tunaona kuna migawanyiko mingi sana. Karibu kila mahali kuna migawanyiko. Familia zimegawanyika. Unakuta ndoa nyingi leo hii zinagawanyika, zinavunjika. Ndugu wengi, unakuta ndugu hata wa damu hawasalimiani. Marafiki waliokuwa karibu sana leo hawako kama walivyokuwa mwanzo. Ghafla unaona wanageuka kuwa maadui. Hawezi kuzungumza tena. Tunasikia mataifa huko yanapigana vita, mataifa makubwa na madogo. Watu wanagawanyika kila siku kwa sababu ya siasa, watu wanagawanyika kwa sababu ya rangi, watu wanagawanyika kwa sababu ya makabila, watu wengine wanagawanyika kwa sababu ya fedha, kwa sababu ya dini, watu wanagawanyika. Sasa ni wazi katika migawanyiko hii ndugu zangu inaliumiza na kanisa pia. Unajua kanisa linaumia kwa sababu ya hii migawanyiko. Linaumia kwa sababu hii migawanyiko inaleta fitina, hii migawanyiko inaleta wivu, inaleta kukosekana kwa upendo. Ndugu zangu, leo Utatu Mtakatifu unatukumbusha kwamba ndani ya Mungu hakuna mgawanyiko. Ndani ya Mungu hakuna mgawanyiko. Kuna Baba, kuna Mwana, kuna Roho Mtakatifu. Hawa sio miungu watatu, lakini ni Mungu mmoja. Na hii ndio siri ya imani yetu ndugu zangu. Ni siri ya imani yetu. Askofu Fulton Sheen aliwahi kusema, leo nitamtumia Fulton Sheen sana. Askofu Fulton Sheen aliwahi kusema, hii nafsi, tunaposema nafsi, hii nafsi au hili neno nafsi katika utatu sio kama mtu wa kawaida mwenye mikono na miguu, lakini hii nafsi ni uhusiano wa upendo. Ngoja nirudie. Hii nafsi, tunaposema nafsi tatu, hii nafsi ni uhusiano wa upendo, si watu watatu
wenye mikono na miguu. Hapana, ni ule uhusiano wa upendo, kwamba Baba anampenda Mwana, Mwana anampenda Baba, na Roho Mtakatifu ni kifungo cha huo upendo wa milele, ni kiunganishi cha huo upendo. Hivyo basi Mungu anakuwa ni Mungu wa familia ya upendo. Mungu ni familia ya upendo. Unajua, kabla hata dunia haijaumbwa, au kabla malaika hawajaumbwa, au kabla mwanadamu hajaumbwa, upendo tayari ulikuwepo ndani ya Mungu. Upendo tayari ulikuwepo. Ninasema upendo ulikuwepo kwa sababu Mungu mwenyewe ni upendo, na Mungu alikuwepo. Ndio maana mtu anapoishi bila upendo leo, anapoishi bila upendo au asipopendwa, anakuwa mbali sana na Mungu. Mtu akiishi bila upendo anakuwa mbali sana na Mungu. Ndio maana ndugu zangu, leo tunasikia katika dunia hii watu ambao wanataka, leo hii tunaishi kwenye dunia ambayo watu wanataka kuwa sahihi kuliko kuwa na amani. Ngoja nirudie. Tunaishi kwenye dunia ambayo watu wanataka kuwa sahihi kuliko kuwa na amani. Kwa mfano, unakuta watu wanataka kushinda mabishano kuliko kuokoa mahusiano. Kuna watu wana miaka mingi hawajaongea na ndugu zao kwa sababu labda ya urithi. Wanataka kushinda. Kuna ndoa nyingi ndugu zangu leo zinakufa, sio kwa sababu hata hakuna pesa, lakini ni kwa sababu hakuna tena unyenyekevu. Hakuna tena kuomba msamaha. Sasa leo Utatu Mtakatifu unatufundisha ndugu zangu kwamba hakuna umoja bila upendo. Hakuna upendo bila kujitoa. Ngoja nirudie. Hakuna umoja bila upendo. Lakini pia hakuna upendo bila kujitoa. Kumbuka, Baba anajitoa kwa Mwana. Mwana anajitoa kwa Baba. Angalia huu upendo ndugu zangu. Baba anajitoa kwa Mwana, Mwana anajitoa kwa Baba, na Roho Mtakatifu anawaunganisha katika upendo mkamilifu. Ndio maana ndugu zangu, Shetani anapenda sana kugawa watu, kwa sababu kila mgawanyiko unaiharibu ile sura ya Utatu Mtakatifu ndani yetu. Ngoja nirudie, kila mgawanyiko unaiharibu ile sura ya Utatu Mtakatifu ndani yetu. Unajua, ngoja nikwambie hivi. Shetani akitaka kuharibu familia, haanzi kwa uchawi. Leo nisikilize. Shetani kama anataka kuharibu familia yako, haanzi kwa uchawi. Anaanza kuondoa mawasiliano. Anaanza kuondoa msamaha. Anaanza kuondoa ule moyo wa sawa. Anavuruga. Anaanza kuweka kiburi ndani ya moyo wako au ndani ya moyo wa mwenzako. Na polepole unajikuta wale waliokuwa wanaishi nyumba moja kwa furaha, ghafla wanaanza kuwa kama wageni. Wanaanza kutokuelewana kwa sababu hamna mawasiliano, hakuna msamaha. Hasa tutaishije hatusameani? Leo hii ndugu zangu, kuna watu wanakaa meza moja lakini mioyo yao iko mbali sana. Kuna hata wanandoa wanaweza wakalala kitanda kimoja lakini hawazungumzi tena. Wana wiki 3, wiki 4, miezi miwili hawaongei. Wanakaa tu pamoja kwa sababu wanaona aibu kwa sababu ya watoto. Kuna watoto leo hawana muda na wazazi wao tena. Siku hizi ndugu zangu, uhusiano wa mtu na mtu umekuwa replaced na simu. Kwa hiyo unakuta siku hizi uhusiano wa mtu na simu yake ni mkubwa kuliko uhusiano wake na mtu mwingine. Uhusiano wake na mwenzake. Sasa Utatu Mtakatifu ndugu zangu unatukumbusha kwamba maisha ya kweli, furaha ya kweli, amani ya kweli inapatikana katika umoja wa upendo. Tunapoishi kwa umoja, tunapoishi kwa mapendo, kila familia ya Kikristo inaitwa kuwa taswira ya huu Utatu Mtakatifu. Ngoja nirudie. Kila familia ya Kikristo inaitwa kuwa taswira ya huu Utatu Mtakatifu. Mume, mke, watoto
wanaitwa kuonyesha duniani ule upendo wa Baba, ule upendo wa Mwana, ule upendo wa Roho Mtakatifu, upendo ambao uko katikati ya hizi nafsi tatu. Na kanisa kwa kweli linapaswa kuwa mahali pa umoja, mahali ambapo watu wanaweza wakasameana, mahali ambapo watu wanaweza wakabebana pamoja na matofauti walionayo, mahali ambapo watu wanaweza wakapendana bila kujali tofauti walizo nazo. Unajua, ngoja nikwambie hivi, kuwa tofauti au kutofautiana sio tatizo. Tatizo ni pale ambapo kunakosekana upendo. Tatizo ni kukosekana kwa upendo. Kwa hiyo kuwa tofauti au kutofautiana, it's okay. It's okay kutofautiana. Lakini tatizo ni kukosekana kwa upendo. Kwa hiyo leo ndugu zangu, tunaitwa tujiulize ndani mwetu kwamba je, mimi ni chanzo cha umoja au chanzo cha migawanyiko? Je, maneno yangu yanajenga au yanaharibu? Je, familia yangu inaishi kama taswira ya Utatu Mtakatifu au la? Je, ninaunganisha au ninatawanya? Ninaunganisha watu au natawanya watu? Je, uwepo wangu unaleta amani au unaleta vurugu? Kwa sababu kila Mkristo ndugu zangu anaitwa kuonyesha duniani ule umoja wa Mungu. Na mimi ninafikiri ndugu zangu, ushuhuda mkubwa sana tunaoweza kuutoa hapa duniani, kwenye dunia hii ya leo, si mahubiri mengi, lakini ni kuishi kwa upendo, ni kuishi kwa umoja, ni kuishi kwa msamaha, ni kuishi kwa amani. Kwa hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ndugu zangu, ndani ya nafsi tatu za Mungu hakuna ushindani. Ndani ya nafsi tatu hizi za Mungu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, hakuna ushindani. Unajua, moja ya matatizo makubwa sana ya dunia yetu leo ni ile roho ya mashindano. Roho ya mashindano isiyo na mwisho, na hii roho haina mwisho. Watu wanataka kuwa juu. Kuna ile hali watu wanataka kuwa juu kila wakati. Watu wanataka kuwa juu. Huko makazini unakuta kuna wivu. Mtu akipandishwa cheo wengine wanaumia. Mtu akinunua gari zuri wengine wanaanza kumsengenya. Mtu akifanikiwa badala ya kufurahi pamoja naye, tunaanza kumuona kwamba ni adui kwa sababu anafanikiwa. Unakuta hata katika familia zetu hizi hali zipo tu. Ndugu wanagombana kwa sababu tu mmoja amefanikiwa zaidi. Au kwenye ndoa, kwa mfano, katika ndoa kuna vita vya madaraka kwenye ndoa, kwamba nani ni mkubwa au nani afuate maamuzi ya mwingine. Hiyo ni vita kubwa kwenye ndoa leo. Nani ni mkubwa? Kuna ile hali, kwa hiyo kuna ile hali ya mtu kutaka kuwa zaidi ya mwingine. Mimi niwe mbele. Kuna ile hali, mimi niwe mbele, mimi nisifiwe, au mimi ni muhimu kuliko mwingine. Kuna hiyo hali. Sasa leo Utatu Mtakatifu, tukitazama Utatu Mtakatifu, tunajifunza kitu cha pekee sana ndugu zangu, kwamba Baba sio Mwana, wala Mwana sio Roho Mtakatifu, wala Roho Mtakatifu sio Baba, lakini hakuna anayepambana na mwenzake. Hizi nafsi tatu, hakuna anayepambana na mwenzake. Hakuna wivu ndani ya Mungu, hakuna wivu kwenye hizi nafsi tatu. Hakuna mashindano kwenye hizi nafsi tatu. Hakuna kutafuta sifa kwenye hizi nafsi tatu. Hakuna inayotafuta sifa ya mwingine kuliko mwingine. Hakuna anayesema mimi ni mkubwa kuliko mwingine. Ndani ya Mungu kuna tofauti, lakini utofauti hauharibu umoja wao. Hizi nafsi tatu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, ziko tofauti, lakini huu tofauti hauharibu ule umoja wao. Askofu Fulton Sheen anatumia mfano mzuri sana wa maji. Tena hii tumesoma pia kwenye chemistry. Waliosoma chemistry wanakumbuka ile formula ya maji, H2O. Unajua haya maji, Askofu Sheen anasema yanaweza kuwa barafu, yanaweza kuwa maji ya kawaida, yanaweza kuwa mvuke. Ni kitu kile kile,
lakini kina namna tofauti za uhusiano. Kina namna tofauti za uhusiano. Sasa mfano huu ndugu zangu, hawezi kueleza kikamilifu ile siri ya Utatu Mtakatifu, lakini unatufundisha jambo la muhimu sana kwenye huu Utatu Mtakatifu, kwamba ndani ya kitu kimoja kunawezekana kuwepo utofauti bila mgawanyiko. Ndani ya kitu kimoja kunawezekana kukawa na utofauti bila mgawanyiko. Vivyo hivyo ndugu zangu, Utatu Mtakatifu unatufundisha kwamba kuwa tofauti sio tatizo. Tatizo ni pale ambapo tunakosa upendo. Tatizo ni pale ambapo tofauti zinapokosa upendo. Kumbuka ndugu zangu, Mungu hakutuumba tufanane kila kitu. Mungu hakutuumba hivyo kwamba tufanane kwenye kila kitu. Ndio maana kuna watu wana kipaji cha kufundisha, wengine kipaji cha kuimba, wengine kipaji cha kuhubiri, wengine vipaji vya kutia moyo, wengine wana vipaji vya kusikiliza tu. Kuna mtu ana kipaji cha kumsikiliza tu, kusikiliza tu. Wengine wana vipaji vya kuongoza, wengine ni watulivu, wengine wana moyo wa huduma. Sasa hapo ndipo tatizo linaanza. Tatizo linaanza tunapotaka kuwa kama wengine. Tatizo linaanza tunapotaka kuwa wengine. Hapo ndipo tatizo. Lakini hizi tofauti hazina shida, ni baraka. Lakini pale tunapoona unataka kuwa kama mwingine. Unajua kuna watu wengi sana leo wanateseka. Wanateseka si kwa sababu hawana thamani. Wanateseka kwa sababu wanajilinganisha sana na wengine. Na hii mitandao ya kijamii imeongeza hilo tatizo, limekuwa kubwa sana. Watu wanaona maisha ya watu wengine kwenye mitandao ya kijamii. Wanaona maisha ya watu wengine, wanaona mafanikio ya watu wengine, wanaona labda ndoa za watu wengine, watu wanaona labda fedha za watu wengine. Halafu wanaanza kujiona wao hawafai. Wanaanza kujiona wao hawafai. Sasa Utatu Mtakatifu unatufundisha ndugu zangu kwamba huhitaji kuwa mwingine ili uwe wa thamani bwana. Mungu alikuumba kwa nafsi yako, kwa nafasi yako maalum. Wewe una nafasi maalum kwenye uumbaji wa Mungu. Hakuna mwingine duniani ambaye anaweza kuwa kama wewe. Naomba tufahamu hilo. Na ndio maana Mtume Paulo anazungumza, anasema mwili una viungo vingi sana, lakini ni mwili mmoja. Jicho sio sikio, wala sikio sio mkono, lakini vyote ni vya muhimu. Katika familia ndugu zangu, mume na mke ni tofauti. Mume na mke ni tofauti. Mwanaume anafikiria tofauti na mwanamke anavyofikiria. Watoto unakuta wana tabia tofauti. Hiyo ni kawaida. Hatuwezi tukawa sawa. Sasa hatukupewa hizo tofauti ili zituletee vita. Hizo tofauti zipo ili zituletee ukamilifu, tukamilishane. Kwa familia nzuri sio zile ambazo watu wanafanana. Hapana, ni ile ambayo watu wako tofauti lakini wanajifunza kupendana pamoja na zile tofauti walizonazo. Sasa leo katika kanisa ndugu zangu, kwa mfano mzuri ni kwenye kanisa. Kwenye kanisa kuna mapadre. Kwenye kanisa kuna watawa. Kwenye kanisa kuna walei. Kwenye kanisa kuna vijana, kuna wazee, kuna watoto, lakini wote ni mwili wa Kristo. Na kanisa linakuwa zuri sio kwa sababu kila mtu anafanya kazi moja. Hapana, ni kwa sababu kila mtu analeta zawadi yake mbele za Mungu, zawadi ya vile alivyo mbele za Mungu. Huyu ana uwezo huu, huyu ana kipaji hiki, huyu ni kijana, huyu ni mzee, tunahitaji busara za wazee, tunahitaji nguvu za vijana. Kwa kila mtu ana nafasi yake. Tunapoleta kwa pamoja tunajenga mwili wa Kristo. Kama kuna jambo ambalo linasikitisha sana leo ndugu zangu, ni ile kuna watu wanadharau vipaji vyao kwa sababu wanaviona ni vidogo sana. Sasa kumbuka, mbele za Mungu hakuna huduma ndogo. Kuna watu wanafikiri labda kwa sababu mimi sihubiri kama fulani basi mimi sifai. Kuna mwingine anafikiri kwa sababu mimi sina pesa kama fulani basi mimi sina maana. Kuna mwingine anafikiri kwa sababu mimi sijulikani
kama fulani, basi mimi si kitu. Hapana. Ndugu zangu, Utatu Mtakatifu leo unatukumbusha kwamba thamani yako haitokani na kushindana na wengine. Thamani yako inatokana na ukweli kwamba umeumbwa na Mungu kwa kusudi maalum. Period. Unajua, dunia leo haihitaji nakala nyingine ya mtu mwingine. Hapana. Dunia inakuhitaji wewe uwe jinsi ambavyo Mungu amekusudia uwe. Ndicho dunia inachotaka leo. Kwa hiyo pale ambapo tutafika mahali tuache mashindano, tutakapofika mahali tuache kujilinganisha, hapo ndipo tutaanza kuishi kweli ile sura ya Utatu Mtakatifu, ule umoja ndani ya utofauti na upendo bila mashindano. Tutaanza kuishi hivyo. Na jambo la mwisho, ngoja nimalizie jambo la mwisho. Wokovu wetu, ndugu zangu, ulitokana na Utatu Mtakatifu. Kama ulikuwa hujui, wokovu wetu ulitokana na Utatu Mtakatifu. Wokovu wetu umetokana na Utatu Mtakatifu. Unajua, kila tunapofanya ishara ya msalaba, tunapaswa kukumbuka kwamba hiyo sio ishara ya kawaida. Unajua, tunapofanya ishara ya msalaba, lazima tukumbuke kwamba hiyo sio ishara ya kawaida. Hiyo sio ishara labda niseme hivi, ishara ya msalaba sio desturi ya kidini. Ishara ya msalaba sio alama ya mazoea tuliozoea tangu utoto, tumezoea kufanya hivyo. Hapana. Ndani ya ishara ya msalaba kuna siri nzima ya wokovu wetu. Kuna siri nzima. Tunapopiga ishara ya msalaba, tunaanza kwenye paji la uso kwa jina la Baba. Alafu tunakuja kwenye kifua na la Mwana. Alafu tunakuja mabegani na la Roho Mtakatifu. Na hapo ndipo tunakuwa tumefanya ishara ya msalaba. Kwa nini? Kwa sababu Utatu Mtakatifu haukubaki mbinguni. Utatu Mtakatifu haukubaki mbinguni tu, ndugu zangu. Mungu hakukaa tu mbinguni akitazama mateso ya mwanadamu kutoka juu. Hapana. Utatu Mtakatifu uliingia katika historia ya mwanadamu ili kumwokoa mwanadamu. Kwa namna gani? Kwa sababu Baba alimtuma Mwana. Mwana akakubali, akaja duniani, akatwaa mwili wetu, akabeba mateso yetu, akafa msalabani kwa ajili yetu, huyu Mwana. Alafu Roho Mtakatifu akaja kulitakasa kanisa, kulihuisha kanisa, kuliongoza kanisa na kumpa nguvu Yesu amalize kazi yake. Kwa hiyo wokovu wetu, ndugu zangu, haukutokana na nguvu za mwanadamu, haukutokana na akili za watu. Hapana. Bali wokovu wetu ulitoka ndani ya moyo wa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo Utatu Mtakatifu haukutukomboa kwa nguvu ya mabavu au kwa nguvu ya namna gani. Hapana. Ulitukomboa kwa nguvu ya upendo, kwamba Baba alimtoa Mwana wake kwa upendo. Mwana akajitoa msalabani kwa upendo. Roho Mtakatifu akaendelea kukaa nasi mpaka leo kwa upendo, ili kututia nguvu kwa upendo. Kwa hiyo kila nafsi ya Utatu Mtakatifu ilishiriki katika historia nzima ya wokovu wetu. Kila nafsi imeshiriki kwenye wokovu wetu. Ndio maana hakuna Mkristo wa kweli anayeweza kuukimbia msalaba, kwa sababu Ukristo bila msalaba sio Ukristo. Sio Ukristo. Lakini leo, ndugu zangu, tunaishi katika dunia ambayo watu wanataka mambo mepesi. Watu tunataka mambo mepesi. Tunataka Ukristo bila sadaka. Tunataka upendo bila majeraha. Tunataka ndoa bila kuvumilia. Tunataka huduma bila kujitoa. Ndio dunia tunaishi. Tunataka utakatifu bila mapambano. Tunataka utukufu bila Golgota.
Sasa ndugu zangu, ishara ya msalaba tunayofanya kila siku inapaswa itukumbushe kwamba hakuna Pasaka bila Ijumaa Kuu. Ishara ya msalaba tunayofanya kila siku itukumbushe hakuna ufufuko bila msalaba, haupo. Ishara ya msalaba tunayofanya kila siku itukumbushe hakuna taji bila mateso. Unajua, kila unapofanya ishara ya msalaba au kila tunapofanya ishara ya msalaba, tunapojibariki, hebu tufahamu maana yake. Mimi si kama unafahamu maana yake. Unapofanya ishara ya msalaba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, sijui kama unafahamu maana yake. Unajua, tunapoweka mkono kwenye paji la uso, maana yake tunakumbushwa kwamba mawazo yetu yanapaswa kuwa matakatifu. Tunaposhusha mkono kifuani, tunakumbushwa kwamba moyo wetu unapaswa kuwa wa Kristo, ufanane na wa Kristo. Tunapogusa mabega yetu, tunakumbushwa kwamba tunaitwa kubeba misalaba ya maisha yetu kwa imani. Lakini jambo la kushangaza na la kusikitisha ndugu zangu ni hili, kwamba watu wengi tunajibariki haraka sana. Inawezekana tunajibariki haraka sana, lakini hatuishi maana ya hiyo ishara ya msalaba tunayoifanya. Huenda tunafanya ishara ya msalaba lakini bado tuna chuki moyoni. Huenda tunafanya ishara ya msalaba lakini bado tunaishi kwenye dhambi na hatutaki kutubu. Huenda tunafanya ishara ya msalaba lakini bado tunakataa kumsamehe mtu. Tumeendelea kushupaza shingo. Huenda tunafanya ishara ya msalaba lakini bado kuna watu tunawaumiza kwa maneno yetu, kwa vinywa vyetu, vinajeruhi watu, vinaumiza watu. Ni kweli tunafanya ishara ya msalaba lakini maisha yetu hayamuonyeshi yule Kristo tunayemkiri kila siku katika Utatu Mtakatifu, Mungu katika Utatu Mtakatifu. Na wakati mwingine ndugu zangu, huenda hata tunavaa misalaba shingoni, lakini hatutaki kubeba msalaba wa maisha yetu ya Kikristo. Tunavaa msalaba shingoni lakini hatuko tayari kubeba msalaba wa maisha yetu. Sasa leo Utatu Mtakatifu ndugu zangu unatualika katika jambo kubwa muhimu sana, kwamba tusifanye tu ishara ya msalaba juu ya miili yetu, bali turuhusu huo msalaba ubadilishe mioyo yetu. Turuhusu msalaba ubadilishe namna tunavyoongea. Turuhusu msalaba ubadilishe namna tunavyopenda. Turuhusu msalaba ubadilishe namna tunavyosamehe kwa mfano. Turuhusu msalaba ubadilishe. Turuhusu msalaba ubadilishe namna ile tunavyoishi. Kwa sababu ishara ya msalaba ndugu zangu sio pambo la nje. Ishara ya msalaba sio pambo la nje. Ni ahadi kwamba sisi ni watu wa Kristo. Ni ahadi kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Na kila tunapojibariki tunapaswa kukumbuka kwamba tumewekwa chini ya Baba. Kila tunapojibariki tunapaswa kukumbuka tumeokolewa na Mwana. Kila tunapojibariki tunapaswa kukumbuka tunaongozwa na nani? Tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, hiyo ndiyo siri kubwa ya Utatu Mtakatifu. Mungu aliyetuumba, akatukomboa na anaendelea kututakasa kila siku mpaka tupate uzima wa milele. Hebu fikiria upendo huo wa ajabu. Ndugu zangu, nisiongee sana, nimalizie kwa kusema hivi. Leo tunakumbushwa kwamba Utatu Mtakatifu ni fumbo la kuliishi. Sio fumbo la kulitangaza tu, ni fumbo la kuliishi. Hivyo maisha yetu ndugu zangu yaonyeshe ule umoja, yaonyeshe ule upendo, yaonyeshe kule kujitoa, yaonyeshe msamaha, maisha yetu yaonyeshe utakatifu. Na kila tunapojibariki basi tusifanye kwa mazoea. Tukumbuke tunajiweka chini ya nguvu ya Mungu mwenyewe. Na siku moja baada ya safari ya hapa duniani tuna matumaini ya kuingia katika ule utukufu, ule umoja wa milele wa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ndugu zangu wapendwa, niwatakie sherehe njema ya Utatu Mtakatifu. Mungu Mwenyezi aendelee kutubariki na kututunza.
tufurahie huu umoja na upendo wa Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, umoja usiokuwa na mashindano. Mungu Mwenyezi awabariki. Tumsifu Yesu Kristo.